Palikuwa na mtu wa Mafarisayo, jina lake Nikodeme, kiongozi wa Wayahudi. Huyu alimjia Yesu usiku, akamwambia, Rabi, twajua umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna awezaye kufanya ishara hizi usipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin, nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili? Yesu akajibu, amin, amin, nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nimekuambia, imekupasa kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake huisikia, lakini hujui umetoka wapi wala uendako. Ndivyo alivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, nawezaje mambo haya kuwa? Yesu akamwambia, wewe ni mwalimu wa Israeli na mambo haya huyajui. Amin, amin, nakwambia, twanena tuyajuayo na kushuhudia tuliyoyaona, lakini hamkubali ushuhuda wetu. Kama nimewaambia mambo ya duniani, nani hamuamini? Nitawaambia mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, Mwana wa Adamu. Kama Musa alivyomwinua nyoka jangwani, ndivyo Mwana wa Adamu watakavyoinuliwa, ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. Kwa maana ndivyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa kuwa hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa mabaya. Kwa maana kila atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, ili matendo yake yasifunuliwe. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi kuwa yametendwa katika Mungu. Baada ya hayo, Yesu na wanafunzi wake wakaenda katika nchi ya Uyahudi, akakaa pamoja nao na kubatiza. Na Yohana naye alikuwa anabatiza Ainoni karibu na Salimu, kwa kuwa maji yalikuwa mengi huko, na watu wakaja wakabatizwa. Kwa maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani, basi palitokea mashindano kati ya wanafunzi wa Yohana na Mayahudi.
pasipopewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mashahidi wangu kwamba nilisema mimi si Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye na bibi harusi ni bwana harusi, lakini rafiki wa bwana harusi husimama na kumsikiliza. Hufurahi sana kwa sauti ya bwana harusi, basi furaha yangu imetimia. Hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye ajaye kutoka juu, juu ya wote, aliye wa dunia ni wa dunia, hunena ya dunia, hunena dunia. Ajaye kutoka mbinguni, juu ya wote, naye hushuhudia aliyoyaona na kuyasikia, wala hakuna upokeaye ushuhuda wake. Aliyeupokea ushuhuda wake ametia muhuri kwamba Mungu ni kweli, kwa maana aliyetumwa na Mungu hunena maneno ya Mungu. kwa maana mtoi Roho kwa kipimo. Baba Amependa Mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminia, maana ana uzima wa milele, hasiamti maana hataona uzima, bali adhabu ya Mungu inamkalia.